Hello everybody, what's up? It's a girl Diva, the $1 billion voice, and we're back again with this episode ambayo my girl, Mia girl, is right here. Ninavyompenda, guys. I love her so much. Tunashare star sign moja and she's beautiful and very, very bright. Lakini episode hii iko proudly sponsored by Mkuyu Africa. Guys, let me show you about Mkuyu, right? This is Junaid Othman. He is our CEO. Na unapozungumzia Mkuyu, guys, wanakwambia we don't sell dreams, we create pathways to real investment opportunities. Wana project inaitwa Miliki Mali. Mkuyu kazi yao ni kununua, kujenga na kuuza apartments. Na unaweza ukanunua pia nyumba lakini ukalipia kwenye njia ya installments. Hata zile sehemu za biashara, for example Kariakoo, they have Mkuyu Masaki, they have Mkuyu Dubai. Guys, come on. Kwa nini usiwe na ndoto ya kumiliki nyumba yako kwa kununua kwa installments au apartment yako? Lakini pia niliona unazungumzia kuhusu kilemba. Kilemba ni nini? Ukiangalia Miliki Mali podcast utajifunza a lot kuhusiana na kilemba. So, nikueleze tu kwamba Mkuyu Africa wanauza properties, design, build and sell, lakini pia wana build homes, na vile unaweza kuwapigia simu nambari 0678880000 au tembelea mkuyu.co.tz. utaanza na www.mkuyu.co.tz. So karibuni sana. We have number of sponsors in the show, guys. In case ngozi yako imeharibika, guys, ina madoa, ina stretch marks, you wanna glow, they have the best anti-aging products, vile anti-wrinkles product. Wa Tanzania mnasema anti-wrinkles, anti-aging. Ni anti-aging and anti-wrinkles products. Nauza zile za kutoa chunusi, za kutoa madoa na kila kitu. So hakikisha unanunua product zako kupitia Mawenzi Cosmetics. Lakini pia tunatilisho safaris na tuna sponsors wengi for the show. Ngoja nikwambie sponsors wengine ambao wamechip in. Tuna Charles Village, tuna Apple World TZ, au unaweza ukalipia simu kidogo. Unaona, kama unahitaji simu yako kuilipia, unanunua iPhone yoyote unayoitaka, unalipa kidogo. Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa simu. Mimi ni brand ambassador wao. Simu zao ni mpya na original, zikiwemo iPhones, Samsung, Google Pixel, pamoja na accessories na gadgets mbalimbali za kisasa. Simu zetu zinapatikana USA, yani zinatoka USA na UK, zikiwa na brand new, hali ya juu kabisa. Kwa hiyo wale wateja wanaohitaji urahisi wa malipo, unatoa huduma yako, unapata mkopo kwa kulipia kidogo kwa miezi 3 hadi 6, ili kila mtu aweze kumiliki simu anayoitamani bila pressure kubwa ya malipo ya mara moja. Lakini mbali na simu, pia wanauza AirPods, Apple Watch, phone cases, chargers, power banks, screen protectors, accessories nyingi za kisasa. Tunajivunia kutoa huduma bora kwa wateja. Kuna ushauri mzuri sana wa kitaalam na bei shindani na uhakika wa bidhaa original. Tembelea Apple World TZ leo jione tofauti. Wanapatikana Mlimani City, Sky City Mall, ground floor, Dar es Salaam. Unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari 0621032322. Lakini pia wa mwisho, guys, naomba niwaeleze kabla tujaingia kwenye interview yetu na Mia girl here, kwa nataka nianze ile moja kwa moja. Guys, are you looking for apartments in Dodoma? Well, your perfect stay in Dodoma awaits with Clever Homes Dodoma. Whether you're traveling for business, leisure, or a short getaway, Clever Homes Apartments offers the comfort, convenience, and privacy you deserve. Guys, wako Ilazo Extension opposite na Esperanza Hotel. Wanaanzia kwa $100,000 tu siku moja, lakini una book nao kupitia WhatsApp nambari 0679777333. Relax, refresh, feel at home. Karibuni sana. Guys, this is another episode of Cruising with Diva podcast. Mia girl's right here. How are you, mama? I'm fine. I'm very happy to see you. You look so beautiful as always. Thank you. You too, man. Umependeza ni wanasema drip check. Juu mpaka chini umependeza sana. As you look too. Thank you. Pink. I love pink. Pink ndo rangi wanasema wanawake.
Yeah. Nywele zako umespend shilingi ngapi leo kuzitengeneza, alafu tutaingia kwenye interview yetu? Nywele is just nimebana mwenyewe. Nimebana mwenyewe. Unajua basi kujibana. Mtu akiangalia anahisi labda umeenda saluni. No, I didn't go anywhere. Outfit shilingi ngapi? Outfit kama 200,000. 200,000 umevaa. Yeah. Alright, na viatu? Including shoes? No, it's a different. Shoes imecost kama 1.5 hivi. Kucha? Nails as always. You love nails, right? Yeah, I love nails, man. Hiyo ni shilingi ngapi? Hii ilikost kama 200,000 hivi. 200,000 kutengeneza kucha? Yeah. Hivi hizo unaweza hata kuosha vyombo, kupika, kujisafisha labda sehemu za siri. Kujisafisha haina shida kwa sababu unajua kiuhalisia unapojisafisha sehemu za siri hutumii kucha, unatumia kidole. Ukiwa unaweka kucha unakuwa unajua the way ya kujisafisha sehemu za siri. Okay. Yeah. So same kwenye kupika na kufanya vitu. No, I don't do stuffs. You don't cook? No, I don't cook, man. I don't cook. I don't clean. But I'm good but breaking I down love cleaning. I love cleaning. Ile nyimbo. Yeah, but I don't cook. Yani nina kama I can have like kama nina kama mwaka sije kuingia jikoni. Kama mwaka hujai kuingia jikoni? Yeah, sije kupika. Kabisa. Yeah, for real. But I think it's a Gemini energy. I hate cooking. Like it takes a lot of work. You know, maandalizi, sijui ufanye hiki. Like you can take like an hour or 2 cooking. Kama wewe ni mtu ambaye unafanya biashara, it means the moment that you're cooking, unapoteza hela. Pia ukiwa pia uko busy sana. Kwa mimi hapa lifestyle nayoishi pia familia yangu pia sky nayo. Kwa hiyo most of the time yani kupika nitakuja na mwaga chakula alafu kuna watu wanakosa vyakula huko nje. You know that. Kwa hiyo pia napenda different taste of food. So you would rather go at the restaurant? Yeah, mimi naweza nikatoka sometimes I live in Goba, naweza nikaja hata huko Masaki kula tu somewhere. Kula? Yeah, serious. Tunaenda for dinner. Like I'm always going out for dinner. Yeah, like somewhere ikawa tuna chakula kizuri, mimi nikatoka hadi Goba nikaja tu nile basi. It's a culture, right? I don't know. For you. Unapenda vitu vizuri. Au kwa sababu your boyfriend is living at Masaki? The baby is living at Masaki. Yeah, Mama should live at Masaki. Oh, yeah. I love him. He's a rich my guy. kiddo. I know he's rich. Come on, he's a rich kid. Who you talking about? Kwani wako wangapi? Maana mimi ndo mama mtu. Wako wangapi? Mimi ndo mama mtu yue. I don't know. Nimefurahi kukuona Mia girl. So it has been a year hujaingia jikoni kabisa. For real, it's serious issue kwamba sijaingia jikoni na kama mwaka hivi. Sikumbuki nimesha kupika lini. But sometimes I love salad, napenda kunywa pia smooth juice nikipata time. I do myself pia cleaning at home as always kwa sababu hata mtu anaye pia ananifanyia cleaning sometimes anaweza clean the way I want. I do laundry myself. Nice. I love cleaning. I love the house which is very cleaning every time. Yani kwa ufupi unapenda usafi. In the maximum like too much. Yeah. Na kwa wiki una clean out mara ngapi your bedroom? My sheet of bedroom like kubadilisha inaweza kukaa siku 2 au siku 3 nikabadilisha. Most of the time sipo nyumbani. Unakuwa location? Na kwa location na vitu vingi. I love traveling sometimes. Okay. So kwa hivyo pia nyumbani inakuwa kwa muda mchache sana. Na unaishi all by yourself? Yeah. Goba. Sipendi pia kukaa na watu. It's distracted. Yeah. Ina distract, my gosh. Mimi napenda kukaa mwenyewe. Na enjoy company ya peke yangu. Ila napenda kuonana na watu, tuonane, tupige story. We have some moment, we go for out. Tukimaliza kila mtu we're doing some movement. It's okay, but stay at home napenda sana ndio nakaa peke yangu. Even na my cousins wanakujaga, wanasoma chuo. Wanakujaga wanajua kabisa spendi yani wanapokuwa kwa kuna some behavior wanakuwa tu wenyewe wanajieleza. Squid fulani kama like this person wapendi kitu fulani. Okay, tupunguze kelele au tusifanye hivi na hivi. Wewe upendi kelele? That is so me. You're so me. Napenda kukaa sehemu tulivu, nzuri, yenye kuvutia, nile chakula kizuri, ni relax. It's a kind of lifestyle I love it. Afu napenda sana kuishi luxury life to the max. Soft life, baby. Yeah. Hello. But pia napenda sehemu ambayo inanipa pia freedom of thinking.
peace of mind. Yeah, napenda sana kufikiria kitu kipya. My mind is run fast. You know, I'm a Gemini. I'm a Gemini as well. Yeah. Our mind run fast. So kabisa. We love freedom. Yeah. Umewahi kuambiwa una bipolar? Na mtu akizungumzia bipolar ambaye hajui bipolar ilivyo, unamchukulia? Because I have a friend ambaye ana bipolar. Yani watu waache tu comment bipolar. It is very bad. Mtu anajikata, ile episode kimpata. Nafikiri kuna moja ya msichana hapa Tanzania, sema nikimtaja itakuwa ni shida kidogo, ni maarufu. Ni maarufu yule. Kuna among of the interviews nilishawahi kumsikia kabisa anakuambia mimi najikatakata. Ile sasa ndo bipolar. Anavunja vitu, yani anaweza katakata kujizuru. Akawa na panic. Ile sasa ndo inaitwa ni bipolar. Bipolar ni ile mtu anafanya vitu vya ajabu. Bipolar is not like someone speaking the truth. Unajua kuna kitu kimoja ambacho wabongo ambacho wanachoshinda kuelewa. Ndivyo ni smart sana, you love straight things. Kwa hiyo watu wengi sana wanakuwa wanakuchukulia negative kwa sababu watu hawapendi kuambia ukweli. Na wewe ni mtu ambaye unapenda kuongea ukweli by facts. Na wewe hata ukiwa unagombana na mtu, utagombana na mtu ila utampa facts. Which is mtu atakuja kulose mwenyewe. Kwanza wao wenyewe ndo wanaanza kugombana na mimi najibu tu mashambulizi. Yeah. Maana mimi nina silaha nyingi sana za kivita kiukweli. Na AK47 hiyo. Yaani ukija kwanza na kuangalia umekujeje kwanza. Umeelewa? Kwa sababu unajua katika kitu kibaya hata kwenye mfumo wa nyota 12 kugombana na mtu mwenye nyota ya Gemini ni ngumu sana wewe kushinda hicho kitu. Kwa sababu Gemini anapogombana na wewe hagombani na wewe kwa ile what you are feeling au ile pressure yako iko vipi, ila anakuwa anagombana na wewe by facts. Anatumia akili, anagombana na wewe by fact. Unaongea nini anakusikiliza, alafu anajua anakuingia kwa engo ipi. Kwa hiyo for any situation, ndio maana unaambiwa a most toxic sign in among of entire zodiac signs ni Gemini. Kwa sababu Gemini ndo ana access ya kushinda kwenye kitu kinachohusiana na conflicts. Gemini lazima ashinde. So kwa sababu atabishana, yeye atabishana naye by facts. Hawezi kubishana naye through by atatumia emotional. No, hawezi kutumia emotional. Ataongea by facts. Kwamba ni hivi. Yeah. So you are too straight. Ndio maana watu wengi pia watu wengi wamepinda, so they don't love that. And where you don't have bipolar, you're just cool person, you are just humble person. Me, I'm asking you, have you ever been in a situation whereby mtu anakuambia una bipolar just because you love to express yourself kwenye uhalisia wako wewe, kwenye dunia yako unayoishi? Kwa kweli nanitokea mtu anaweza ana bipolar, but nakuaga tu nampuuza mtu kwa sababu najua I'm not like that. Najua huwa yeye kwamba like mtu anaongea kwa kile anachokiona kabisa. Yeah. So guys, tuko na Mia Girl na nilikuwa naangalia page yako. Page yako ina watu 30 na ni moja kati ya page ambazo nazifuatilia sana. Nitakuonyesha. Umeona katika page top 10. Simulizi na sauti. Hapa Home Stop Shop, JC Decoration, hiyo Mawens Cosmetics from Africa. Mia Girl, Princess Mia Girl. Wewe ni brand influencer. Ni how much unatamani kulipwa kufanya kazi kubwa zaidi nje ya nchi? And to the point that unasema I don't want to stay in Tanzania anymore, like nimelipwa a lot of money as a brand influencer, ngoja let me go live abroad. Kwa yani nisio mnafiki kukaa nje ya nchi, natamani sana kukaa like I need to have like 3 houses, kwamba na kanchi fulani na nyumba. Lakini sio kama ile kwenda tu kuishi kabisa, yani like niache nchi yangu. Kuishi unaipenda sana Tanzania? Napenda Tanzania. Unajua Tanzania tuko sana free. Kuna nchi za wenzetu sometimes hata kutoka nje usiku inakuwa pia ni kipengele sana. Wana sheria, wana masharti ambayo like hata wa Afrika. Vitambulisho vitu gani huko? Yani it's like it's very hard. Kuna nchi ambazo sometimes usiku tu ukiwepo nje bila kiasi kadhaa kuwa nacho huo usiku. Wanaweza kaisi ni kibaka. So mimi honestly napenda sana nchi yangu, ila kwa labda niwe natamani sana kuwa na house London. I want to have house Dubai. Everything is possible, man.
kabisa. Yeah. I love that. So let's clear the air. Kuna stories nyingi sana hapa, naangalia page yako na stories ziko mitandaoni kuhusu your lifestyle, the way unavyoelezea I love this and that, luxury life, this and that. What's just real kwamba unaongea kwa sababu unataka kutrend au hiyo ndio lifestyle yako ilivyo? Lakini pia kuna hizo claims kwamba uliwahi kununuliwa gari. Mimi mwenyewe nilifanya interview na wewe, ukaniambia ulinunuliwa gari lenye thamani ya milioni 45 na boyfriend wako. Ilikuwa ni ukweli kabisa? Yani hakuna kitu ambacho kipo social media about me ambacho ni cha uongo. Sema kwa kuwa sijawahi kuwepo machoni kwa watu, people they don't know about me. Kwa hiyo lazima mtu pia, unajua Afrika wengi ni middle class. So middle class people they think mtu akionyesha chochote au akisema chochote kuhusiana na yeye ni kama like unakuta mtu kwa anapitia stress yake na bando lake la 500 na kuangalia pale, haja kusikiliza vizuri, hajui lifestyle yako, haja kusoma, anaenda ana comment some shit man. Kwa hiyo yani spendi kwa kweli, sema nawaangaliaga tu na wachora like I don't love that, kwa sababu kila kitu tunachokizungumza it's real facts. Okay. Sije kuongea uongo, ni kitu cha ukweli. Kwa kuwa watu hawana hata baskeli tu hajawahi kumiliki. So unaona ni uongo. Sisikia tu kuongea chochote. So you really love your man that much? Yeah, I love my man. What made you love him so much? Because when you talk so about him, rich. blushing everywhere. No, my man, he's so rich. So you love him because he's rich? That's a fact number one. It's number one fact kwamba nampenda mwanaume wangu kwa sababu ni rich, ananijali, anani-spoil, ananiletea vitu original. No, from Dubai. He go with me traveling. Ni mtu anani-support to my future, ananipa some ideas kwamba baby you wanna do business, let's go to China, let's go to do 1 2 3 4. Me, I love my man. He's amazing. Baby, I love you. Shout out to you, are my love. You know, I love you so much. Baby is amazing. Yeah. Kuna rafiki yangu mmoja anakupenda sana, anaitwa Ashti. Ni Muhindi. Asema Diva, uniliona nilipost juice that we're gonna have this. Akaniambia nikuulize this swali. You seem very selective kuhusu watu unaowazunguka. Like upendi watu, upendi hiki na hiki. Why don't you like too much familiarity with people? Ni kipi kinakukera kabisa kuhusu watu to the point that upendi sana kukaa na watu wengi? Lakini pia watu wengine wanasema wewe ni hard to reach. Ni ngumu kukupata kirahisi. And is that confidence, privacy or protecting your peace? Cha kwanza watu wengi nakuwa pia nianze na hapo, watu wengi ni hard kunipata. Ni kulingana pia na lifestyle niliokuwa nayo. Ina depend pia ni hard kunipata kwa upande gani. Kama ikiwa ni upande wa kazi ni rahisi kunipata kwa sababu umekuja kwa formula ya kazi. Ila ikiwa ni mambo mengine au kidogo it's hard. Unajua hata mimi hata most of the people sometimes wanaogopa kunidm, wanaona kabisa msichana lazima hapa ndio nimejaza mawe ya kutosha. Ndio niweze kumcheck. Kwanza ni kiakili ya kawaida, mwanamke kama mimi, mwanaume yote mwenye akili mama hawezi kunicheki maskini ambaye anachuka mbaya huko. Huwezi tu kanicheki tu from nowhere. Lazima maskini not it doesn't go with your flow. Go to hell jamani, hapana kwa kweli. Yani masikini they should go to hell. No, yani kwanza hata hana hata confidence ya kuingia kwenye DM yangu. Sababu unajua una chochote, utaniambia nini? Unaingia kwenye DM yangu unaniambia hey. Are you serious? Kwa unahisi masikini they don't deserve love? They deserve kwa watu ambao wanafanana nao. With you, hell no. No Yeah, way. No way. Unahitaji someone who's loaded. Yeah. Taking you to Dubai, China. You know? Yeah. Some stuff like that. Yeah. Maswali ni mengi nilivyosema nitakuwa na wewe. Endelea. Alafu kwenye issues ya kukaa na watu. Psycho ya watu wanaonizunguka, I'm too selective on that. Kwenye urafiki, kwenye ushikaji, na watu wanaweza wakawa wananifahamu mia as mia, lakini mtu kunijua kiundani ni kitu kigumu sana. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye kidogo yani na protect sana my personal life.
japokuwa some of my personal life social media inaweza kujua kile ambacho nakionyesha social media, natamani watu wakifahamu kwamba like 1 2 3 4. Lakini kuna vitu ambavyo personal sipendi social media wajue. Maybe even my friend, mimi na rafiki tu mmoja wa kike wa miaka mingi sana na hakai Tanzania. Anakaa Canada. Alright. Kwa ya kijaga ya Tanzania kidogo tafikia pale Hyatt, maybe we go Zanzibar for vacation. Yani ule ndo rafiki yangu ambaye we are talking every day na yupo nje. Lakini kieni watu I love people, lakini kuwa nao ile close japokuwa wao wanapenda. You just love your personal space. I love being, yani napenda sana kukaa peke yangu, napata sana amani na utulivu wa nafsi nikiwa nipo peke yangu. Sehemu nayoishi special. Sababu na vitu vingi naviwaza kichwani au na mengi naweza nikawa nayapitia. Kwa hiyo sipendi yani movement za personal, mtu pia akaniongezea some things. Have you ever thought about labda kuishi sehemu ambayo ina bahari? Of course, jamani. Baby, you hear that? Just buy land for me somewhere. Somewhere kwenye bahari. Hey, Masaki huko kama Dadiva. Nikae Masaki huko kama Dadiva. Masaki, yani inasaidia sana kwa style yako, lifestyle yo. Yeah. Saa nyingine you just wanna feel ile tulivu nini. Mimi nakuelewa cause I'm just mimi nikitaka like kujenga nyumba, nimeshasema my big future ya kujenga nyumba. Mimi nataka nijenge nyumba sehemu ambayo like ukitaka kufika sehemu kama ya town unapanda kwanza box, unatoka ndio unaenda unakutana na gari huko. Yani ndio maisha unayotaka, yani porini hivi. Yani mansion fulani imekaa somewhere kama Iceland, yani kama Iceland fulani. Yeah. Nice. Amina anasema Diva uliposti utakuwa na Mia Girl and naomba muulize uliwahi kumfanyia interview, naomba tena anasema niulize hilo swali. Your relationship with your mother ikoje? What role has she played in shaping what role has she played in shaping you as a woman you are today? And la pili, let's talk about dating. Do you think love is enough, or does financial stability matter in a relationship? Ushasema unahitaji wanaume mwenye hela. As always. Even ni kwa nini wanawake wenye mafanikio hawataki wanaume maskini? Yani hiyo like you have to talk about it. Mwanamke akishafanikiwa akipata jina hataki tena mwanaume maskini. Inakuwa ni nini hasa? Kwanza mwanaume maskini havutii hata kidogo. Havutii hata kidogo. Okay. Yani havutii kwa chochote, kwa sababu unajua kuna kitu kimoja pia watu wengi hawakijui. Kwa mwanaume pia si nguvu za kiume. Kwa mwanaume ni utamsimamiaje mwanamke. Yeah. Ni utakuwa provider kiasi gani. Kwa mwanaume ni ile respect na power inapatikana pia kupitia pesa. Uwezo ukakaa hapo ukanielekeza mimi vitu, mimi nakuzidi kila kitu, au huna chochote cha kuofa kwenye maisha yangu. Kwa wanaoweza kukaa na wanaume ambao hawawezi kuofa kwenye maisha yao, na hapa pole sana, waendelee kupoteza muda. Mwisho wa siku waishie kama kina Jonas. Yeah, yani kuna mifano mingi, so like you prefer someone who has something to offer. Mimi kwa kweli mimi siwezi kuwa na mwanaume useless kabisa. Hata dunia ingeumbwa upya, hata ningebaki mwanaume useless pekee duniani, nisingeweza kuwa naye. Ni bora nikaa single. Kuliko kuwa na mwanaume useless. Yeah. Kwa mwanaume useless kwako ni mwanaume gani? Ana vitu gani vitatu ukimwona unasema mwanaume huyu ni useless? Kwanza, so smart kichwani. Namba 2, mwanaume ambaye hawezi kujisimamia hata yeye. Namba 3 ni wale wanaume wanaobragigi huko social media. Mimi siwezi kumpa mwanamke hela. Mimi sijui nini. Sijui, yani wanaume kama hao cheap. They are useless. Kuna wengine wanaweza ka useless, hawana hela lakini wana vision katika maisha. Ana uwezo wa kukufundisha maisha. Apambanie hiyo vision, apate hela kwanza. Apambanie vision. Apambanie vision, apate kwanza hela, afu ndio tusongea lugha moja kidogo. What's your relationship with your mother? Last time tumeongea ukasema I don't want to talk about her
you know, aliniumiza while growing up. Are you guys still good right now? Yeah, hata bali napokuja hivi pia nimeongea right here, yani mimi sasa hivi na mamangu tuko sawa, kwa kipindi kirefu tuko sawa. Na sikatai kuna backgrounds nyingi nimepitia za kuniumiza, lakini at the end of the day mama ni mama. Na kingine huenda pia nisingepitia yale niliyopitia, pia nisinge kwa mwanamke ambaye niko sasa au napojipambania na kupambania career yangu na focus kubwa niliyoweka kwenye vitu vyangu. Nafikiri we are good right now and I'm super happy. She's happy and I'm happy. Lakini wewe unaenda kumtembelea? Mama sijamwona muda mrefu, but the way I think December she will come here. Haishi Dar es Salaam? No, mama, she live in Arusha. Wewe ni mtu wa Arusha? Yeah, mimi ni mtu wa Arusha. Okay. Ndio maana una misimamo iliyonyooka. Yeah, lazima uwe na misimamo iliyonyooka. Na katika hii dunia mwanamke ukishakuwa na misimamo iliyonyooka, wanaume wanakuwa ngumu sana kukuelewa. Kabisa. Unajua wanaume wanasemaga tunapenda wanawake smart, lakini generally 50% au 80% ya wanaume hawapendi mwanamke smart. Wanaume wanapenda mwanamke mjinga. Kwa kumpeleka. Kwa sababu mwanamke akishakuwa smart, kumpeleka ni ngumu. Kumpelekesha ni ngumu. Mwanamke akishakuwa smart anajua anachotaka ni nini. Kwa hiyo wanaume wana vitu fulani vya kijinga vingi. Kwa hiyo yani wanawake smart waga. Kwanza wanawake smart ushagundwaga kama kwenye mahusiano pia ha sustain for long. Kabisa. Kwa sababu pia wanaume wanapenda wanawake wajinga. Utamkuta hapo anakuchiti, utamkalia kimya, ndo anataka wanawake wa hivyo. Hata kwenye ndoa. Most of the women waliolewa wengi wanao sustain kwenye ndoa pia ni wanakuwa pia so baya. Wengi ni wajinga. Wengi ni wajinga. Sababu unajua kukaa na mtu muda mrefu anakufanyia vitu vingi. Kwa sababu sisi hapa tulipo ni mabinti, tunakutana na wanaume za watu wengi sana huko nje. Na some stuffs wanazozifanya jamani, aibu. Bora hata vijana sometimes. Japokuwa vijana ndo hao wana njaa kila siku. Wana njaa sana. Vizinga. Jamani. Waume za watu wana vitu vya aibu sana huko nje ukiwatazama. Tongoza. Yaani wanaume za watu kama vibinti wanavyotembea navyo, unaweza kukuta mtu unamheshimu ila ukakutana na mabinti si chini ya 30 anatembea nao. I don't know what to say, lakini nawapa pole sana wanawake walikuwa kwenye ndoa, lakini pia kuna ndoa nyingine nzuri tu ujue. Sijui kwa kweli. Yeah, kuna ndoa nyingine watu wanaishi. Tulikuwa na Rev Mdeme, mwinjilisti Mdeme, ulimuona alipokuwa anatoka. Alikuwa anasema ni kwa sababu jamii inaonyesha ndoa ambazo zina matatizo, lakini kuna ndoa nzuri tu, yani ambazo watu wako happy peaceful life wanaishi na wana celebrate anniversary mpaka miaka 50 ya ndoa. Lakini tumeamua ku choose the side ambayo inaonyesha ubaya ule wa ndoa, lakini unaweza ukakaa na mtu mkaelewana vizuri kabisa. Kwa hiyo unaamini kama hamna mwanaume mwenye mwanamke mmoja? Waga nikiwazaga hivyo nakataga tamaa kuwa na mtu. I don't know. Mimi nasema it's nature, ndo alivyoumbwa. Mimi naona ujinga. Hamna, ni umalaya tu. Ya wamejisikia tu kuwa wauni. Kama wewe mwanamke, kwani wewe huna hisia? Unayo. Huna watu wengine watakao kuvutia zaidi ya mwanaume wako? Wengi wapo, lakini wao wamejiwekea kama like kwa kwa eti mimi ndo mwanaume lazima niwe na wanawake. I don't believe in that. Me too. Ni kujiamulia mambo, kwa sababu hata kwa wenzetu wazungu wazungu waga wana cheat au akimchoka hata mke wake wa ndoa anamwambia kabisa niko sasa hivi we should break up. Yaani mzungu mpaka anamcheat hata mke wake. Ni kwamba like this is over. No feelings left. No feelings, kwamba I don't have feelings for you. Haogopi kabisa kumwambia mke wake like I don't have feelings for you, ndo unakuta anakuwa na mtu mwingine huko. Lakini kwa sisi wa Afrika, wanaume wa Afrika wengi wajinga kwa mentality zao muda mwingine zinawazaga like kwa mimi ni mwanaume inabidi niwe na wanawake wengi. Afu umaskini, wanawake wengi huleta umaskini, lakini pia nawaelewa wanaume. Huwezi kuwa na mwanamke mmoja huyu kila siku. Nawaelewa sometimes, unajua nawaelewa, lakini mimi niko huku na huku, yani nawaelewa na saa nyingine naona like uko 50-50. Yeah, because sometimes unaona mtu amekaa na mtu muda mrefu inachosha, it's boring.
Hata mimi pia mwanamke nikikaa na mwanaume muda mrefu it's boring. Kwa nini sasa nakuvumilia tunakuepo wote siku cheat? Kwa nini wewe cheat? How? Kwa sababu mahusiano yote lazima kuwe kuna boring. Ifike time tunazoeana tunakuwa kama ndugu kabisa. Kwa nini sasa wewe ukacheat? Basi turuhusiane wote tukachiti, kwa sababu hata wanawake waliopo kwenye ndoa ni wangapi wanakaa miezi 7, 8 hawafanyi mapenzi. Wanakaa mwaka, miaka miwili watu hawajawahi kufanya hata tendo la ndoa. Ni wanawake wangapi? Kwa nini iwe tu kila siku kwamba wanaume wao ndo wao jamani wanajiendekeza tu? Mimi naamini mwanaume mwenye mwanamke mmoja wapo wanapatikana. Yes, na wana love. Inawezekana wanatimiza wajibu. Something like that. Nilikuwa nataka kuuliza swali la mwisho kuhusu skin care. You have a very beautiful and soft skin. Nilikuwa naongea pia na Mawenzi Cosmetics. Nikawa naambia Paul kwamba Mia lazima awe brand ambassador wenu, kwa sababu wale wana product original kabisa. Mimi natumia, na before sijaanzisha mambo yangu ya duka nilikuwa natumia, na still pia huwa na order from them. Ni watu ambao wana uwezo wa kukubadilisha ngozi kwa siku 5. They have the product in 5 days. They have Narcos gel ambazo zinatoa sugu katika vidole. They have wrinkles kama zimekutoka aging imestarezea awali ile, wanazo anti-aging hizo ambazo ni the best kabisa katika ku remove. Wana product nzuri. They even told me like right now they're working on the product yao ambayo itaingia Tanzania. Kwa hiyo ni watu ambao nawaamini sana. Your product unazotumia kwa ajili ya skin care kwa mwezi ni kiasi gani? Na unatumia shilingi ngapi yani katika swala la skin care? Katika sehemu ina cost kihela sana ni skin care. Skin care hata milioni 3, 2.5 kwa nafika kwa mwezi. Cleanser, toner. Ina skin care na vitu vingi cream, sana. body lotion, body oil. Watu kianza kuwataja hivyo vitu hawajui. Hivyo vitu ni muhimu guys. Kabisa, it costs a lot. Watu wengi wanachukulia easy kwa sababu maybe wanatumia fake product. Kanunua sunscreen chake cha 1500. Anahisi naona tu sunscreen cha 1500. Word, you know. Kanunua kisabuni chake huko cha kokota au cream chake cha 2500 kakinunulia sijui wapi. Anahisi naona tumia kile. We are not the same baby girl. Kabisa, levels upon levels. Because the best sunscreen at least like 250. Of course. Invest in the best sunscreen. Hiyo ni best sunscreen. That is Tambo the best. Hiyo ni product moja tu hiyo. Na kuna facial cleanser, kuna toner, kuna face cream, face serum. Yani kuna vitu vingi kwenye uso. Kuna eye patch. Kuna sunscreen guys, SPF 50 muhimu. Vitu viko vingi sana na body oil, kuna body lotion. Yani kila kitu kina sehemu yake ya kupaka. Hata kwenye shower gel, kuna shower gel ya body, kuna ile shower gel ambayo sometimes inaikiwa maziwa. Yani we have a lot of things consider, yani ina concern sana skin care. Kwa hiyo skin care mtu akikwambia anatumia milioni 2.5 milioni 3, usichukulie kama like unacheka tu. Vipi, we are serious of it. Mnaanza kuomba misaada. Kumbe it's real life. It's a real life bana. Unajua binadamu sisi tunapenda sana kuombeana mabaya. Subiri siku akifeli itakuwaje? Ona mwazia mwenzako awe the same. Kwa nini usijiombea wewe hata ukapata hizo zinaniuka ukata na access hata ya kununua hata products za skin care hata za 500 tu. Maisha yanatofautiana, that's why. Mimi siku zote ninachoamini ukimwona mtu yuko juu yako, pambana sana na ufike juu. So sisi wa Afrika wengi au wa Tanzania wengi tunamwombea sana mtu ashuke. Tutamkuta tu pale. Like tunaromba sana. Asa uzuri wa Mawenzi Cosmetics guys, wanadi hizo products za bei rahisi. Ni kwa kila wana aina zote za juu, za kati, za chini. And they treat customers equally the same treat. Ndo uzuri wao. Kwa get your products guys, wako pale Kariakoo. Bado na act. You're doing
Yeah, Movies. that's my work, man. I'm doing. Tamthilia. Yeah. Sasa hivi tuko tamthilia gani? Sasa hivi nipo katika among of the project mpya zinatengenezwa, kwa hiyo zikianza kuruka kwenye TV ni exclusive zitakuja kuonekana. Though nina program nataka kuja kushoot my own movie. I'm working hard on it. Nice. My fans, jamani, stay tuned. I love you guys. My fans are real. Wananitafutaga DM once they see my works. Wananiambia kabisa, Mia, you're doing amazing. Au hapa hebu ongeza kitu fulani kidogo, tutapenda. I love my fans though. Fancy. Hi. So far una lolote la kumalizia kupitia Cruising with Diva podcast? Umeenjoy? Yeah, nimeenjoy sana. Kwanza Diva ana yani, she is so humble, she is lovely and cute. Yani ukiwa nayo just be comfortable around her. Thanks. She smells so nice. Thank you. She have a good skincare, jamani. Thank you. Though skincare pia nahisi inatokana kwa sababu you sell skincare. I sell skincare, yes, but nakaa sana ndani. Oh. Sana. Yani hiyo unavyoongea si unapenda ukaa ndani, spendi watu. Zingatia pia unakaa upepo wa Masaki. Yes guys, Masaki, you So know. upepo wa Sinza, Kinondoni, Mwananyamala, Tandale. Goba vipi Goba? Goba at least jamani, japo kwa Goba ndo Hollywood. Kuna majumba bala. People they are living there like unajua Goba kuna mansion sana kule nyingi. Yeah, nimeziona huko, kuna ule dalali si nyumba tizi, Mungu wangu. Mpaka naambia una majumba shilingi ngapi, bei zake anazontaji. Wewe yako unakaa bei gani nyumba yako? Honestly mimi kodi yangu nailipa ni kama 600 kwa mwezi. 600 kwa mwezi, na litakuwa ni bonge la jumba. Ni nyumba ambayo kwa ukikaa huko maeneo mjini mjini una access ya kulipa 1,150,000. Huko Masaki hamna nyumba 1,000,000. Masaki yani siongelei Masaki, naongelea hata Mikocheni. Naongelea Mikocheni, Sinza huko. Hivi kwa nini nyumba huko ziko very expensive? Me, I don't really understand. Na kwenyewe ni kuchafu, alafu kuna nuka maeneo yao jamani. Mikocheni ndio vibaya mno. Mikocheni mvua ikinyesha anafungulia maji machafu. Jamani, hivi watu wanavyoishigi. Kuna siku nilikuwa napita Mwananyamala nipo kwenye gari. Jamani, kuna nuka harufu mbaya sijapata ota. Kweli Diva, I'm serious. Kulikuwa kuna nuka harufu mbaya kiasi kwamba ilibidi nifunge vioo vya gari. Niliwaza watu wanakaje maeneo kama yale. Imagine kuna nuka, kuna harufu mbaya Tandale, yani hatari zile barabara jamani. Afu hapo ni barabarani. Watu wanaoishi humo, population watu wengi, au watu wanakula chakula yale maeneo. Na hizo watu wanaishi yale maeneo pia matumbo yatakuwa yananuka sana. Vyakula wanapokula. Jamani. Pole. Kuna kuna areas uniteseka kweli inaonekana. Ile smell. Asa mwae kwenda kufanya vitu vya kusaidia watoto yatima maeneo hayo. Watu wanaishi. No, na mimi kituo cha watoto yatima ninachoendaga ni cha Bunju. Bunju huko. Wewe njoo huko kwa Mwananyamala. Sije kufika vya huko jamani. Huko ila nikiangaliaga tu hivi barabarani zile harufu nasemaga watu wanaoishi humo wana moyo sana. Moyo mkunjufu. Afu unakuta kuna harufu kama afu viepe vinapikwa. Asa ndo wenyewe wanakuambia ndo vitamu viepe vya Uswahilini. Mia girl, thank you for coming. Nimefurahi kuwa na wewe. Thank you too Diva. Na tutaendelea kuwepo. Yaani sio kwamba kwa sababu umekuja ndo basi kuna jambo. I'll call you kwa ajili hiyo. Guys, thank you for watching. Yaani naomba niwashukuru sana. Next episode inakuja and it is so and very hot. Bye bye.